vitatumiliki na vitatutawala. They will own us and rule us. Ndio maana wakati mwingine tunaweza tukawa tumeokoka, What is why sometimes we may be saved, lakini tukimpa pesa, but someone will give kwa sababu moyo wake haujamiliki ile pesa, because the heart is not owning the money, anaweza akafa tayari kiroho. he can die spiritually. Wakati mwingine tunaweza tukamwambia Mungu tupe vitu, Sometimes we may tell God to give us things, lakini kama hatujavimiliki na kuvitawala, but if we do not own and owning them, unashangaa tunaanza kututawala na kutumiliki. they will start owning us and ruling us. Watu wengi walimwambia Mungu, niwezeshe ili Mungu nikuabudu. Many people told God, prosper me Ukinipa fedha, if you give me money, ukinipa nyumba, if you give me house, ukinipa mashamba if you give me funds, na mengine ambayo natamani niwe nayo, and everything which I wish to have, nitakuabudu kwa unyenyekevu na kwa uaminifu. I will worship you humbly. Lakini kwa sababu Mungu anasema, Mungu anaangalia mioyo yetu, But because God look on us, wakati mwingine kama hatujakaa kwenye njia ya kumiliki na kutawala, sometimes we could not sit in a way of ruling and owning. tunaweza tukafananisha sasa na mtoto We can be resembled to a child, ambaye hata kama unampenda kiasi gani even if you love him so much, na una uwezo wa kumfanyia kila kitu, and you can do everything to him. lakini kama hana uwezo wa kumiliki kile kifaa unachompa, But if he has no ability to own the something that you give him, tafsiri yake unaweza ukamuua. means you can kill him. Nataka nizungumze, I want to speak. hatukuitwa duniani tuache dhambi tu, We are not only in the world to live the sins only, lakini pia tuliitwa duniani. to shed our bodies. Wakati mwingine tunaweza tukawa na maandiko kweli, Sometimes we may have the words. kwenye Biblia wapo maskini wachache sana. In the Bible there are few poor. Ukija kuangalia kuna mtu mmoja anaitwa, alikuwa ni Lazaro. One was Lazarus. Lazaro na tajiri, tunakumbuka ile historia. Lazarus on the list, we remember that history. Inasema kwamba Lazaro maisha yake ilikuwa ya shida, Said Lazarus, his life was not good. yalikuwa ni maisha ya shida sana, Was not a good life. lakini alikuwa tajiri mmoja aliyekuwa anakula tena kwa anasa. But there was one rich man who was elected for action. Maisha ya Lazaro yalipokatika, When the life of Lazarus ends, akaenda katika kifua cha Ibrahim. he went on a chest of Abraham. Kwa hiyo nyepesi kibibilia akaenda kwa Mungu. For simple language, he went to God. Tajiri na yeye akaacha duniani akaendelea kutumia. A rich man left in the world for living for action, Lakini Biblia inatuambia kwamba na yeye maisha akakatika akafa. and the life also ended. Akajikuta yuko sehemu nyingine. He found himself in another place. Ngoja niwaambie, Let me tell you, Biblia inasema the hivi, Bible says, huyu tajiri akawa analalamika sana na anamwambia Lazaro, njoo nisaidie hapa. this rich man was very negative. Lazarus, come help me here. Ibrahimu akasema kwamba hapana, hapa tumetengwa na shimo. Abraham said, no, here we are separated by the pit. Akasema kama hautaweza kufika hapa, nenda kule nyumbani If you will not reach here, go ukawaambie ndugu zangu, tell my neighbors, sehemu nilipo ni sehemu mbaya sana. the place where I am, it is very bad place. Mali nilizokuwa nazo sikuzitumia katika mapenzi ya The Mungu, property which I take, I did not use for the love of God. japo Mungu aliziruhusu zije kwangu, But God allowed them to come to me. lakini Biblia inasema kwamba Ibrahimu akamwambia, But Abraham told him, wapo Musa na manabii, wasipowasikiliza wale, there are Moses and the prophets, if they don't listen to them, hata kama mtu angetoka kuzimu hawawezi kuamini. and if someone is from the ground, they will not eat. Sasa andiko hilo linaweza likakukaribisha nasema kwamba ni heri niwe maskini, So in the Bible said it is good to be poor, lakini kuna mambo kama matatu tunaweza tukasema zao la masikini. but there are three things you may say
sio mkono wa Mungu. It's not. Kama ingekuwa mkono wa Mungu siku ya kwanza na siku ya tano, If it is the hand of God, first day and fifth day, Mungu asingeruhusu uchumi uwepo. God would not allow the economy to be there. Jambo la kwanza, kwa nini maskini yuko duniani? Why there is poorness in the world? Baada ya dhambi kuja duniani, After the sin to come in the world, ilitenga maisha ya kiroho na ya kimwili. separated in the physical and spiritual life. Maanake Adamu kabla hajatenda dhambi Adam, before conducting the sins, hakuwa maskini, he was not poor. alikuwa ni tajiri. He was rich. Biblia inatuambia kwamba alikula kila alichokuwa anataka. The Bible told me he ate everything he needed. Baada ya kutenda dhambi, After conducting the sins, akawa anakula anachokiona he was eating the sin which he, au anachokipata, sio anachokihitaji. all the sin which he gets. Hebu ona Mungu alivyomwambia, See how God told him. kwa sababu umefanya haya, Because you did this, utakula kwa shida. you will eat for charity. Naomba unielewe neno ile kwamba utakula kwa shida. And I said you will eat for charity. Anamaanisha umeingia kwenye mgogoro wa kiuchumi. Means you go to the economic. Kwa jambo la kwanza, umaskini uko duniani kwa sababu ya dhambi. So the poorness is in the world because of sin. Sasa unaweza kusema sasa, mtumishi, So you may say the sinner. mtu yeyote asiye na vitu kwa hiyo ana dhambi? Anyone who will have one sin is Hapana. a sinner. Not true. Hapana. Sasa unaweza ukasema mtumishi, wote ambao wana maisha mazuri, je, wao hawana dhambi? So you may ask those who have good life, have no sin. Hapana. Ikiwa na maana kwamba baada ya kuwa tumeingia kwenye dhambi, Biblia inatuambia msingi wote wa kiuchumi uliharibika. The economic foundation is Ili turudi kwenye bustani ya Edeni, lazima tumuelewe huyu aliyeturudisha kwenye agano tena. in order to return in any garden if you understand the one who had us. Ndio maana Biblia inasema kwamba alifanyika laana huyo Yesu, He made to be a truth ili sisi tuwe baraka. in order for us to be blessed. Alifanyika maskini, He made to be poor ili sisi tuwe matajiri. in order to be rich. Kwa hiyo Mungu anapotuona duniani, So many guys see us in the world. uwekezaji mkubwa Mungu anaanza kuona kanisani. The right investment of God is starting to see them. Yaani mtu yoyote aliyemwamini Yesu ndiye aliyebeba utajiri na baraka za Mungu. Anyone who believes in Jesus is the one who carries the blessing and the richness of God. Kwa hiyo nataka nizungumze hili ili watumishi wa Mungu tuweze kuelewa kabisa kwamba I want to speak to you so as you may understand that Mungu anaposhughulikia dhambi anashughulikia na uchumi. when you try to work with the sins, also work with the economy. Maanake unapokuwa vizuri kwenye eneo la kiroho, This when you are good, Mungu anatutaka pia kwenye eneo la kimwili tuwe na uchumi mzuri God needs tushughulike. us, please can also to have good economy. Lakini jambo la pili ambalo kwa nini duniani kuna umaskini But the second thing that is so much ni there, uvivu. is laziness. Biblia inazungumza katika kitabu cha Methali, The Bible speaks in Proverbs, kama tunakumbuka, people remember, Madam Joyce, unakumbuka lile andiko tulilosoma katika kitabu cha Methali? Hebu soma. Hebu soma. Watu wa vyombo, tunahitaji vyombo vikae vizuri. Tuko kwenye huduma. Nisikilize, anasema kwamba atendaye mambo kwa mkono mlegevu. Methali sura ya ngapi? Methali sura ya 10
mstari wa 4. Kiswahili cha Biblia yangu ni Kiswahili cha kisasa. Hebu niombe nisome Methali sura ya 10 mstari wa 4, si ndio? Inasema hivi: mikono mivivu hufanya mtu kuwa maskini. Mikono mivivu humfanya mtu kuwa maskini. Kwa zao la pili la kwa nini duniani kuna umaskini, watu wavivu. Watu wanalala mpaka jua linatoka. Nilikuwa najaribu kuangalia, tukimwondoa tu kuna mwanamke mmoja kwenye Biblia anaitwa ambaye anawakilisha wanawake wote. Nani anayeweza kumjua mke mwema? Biblia inazungumza ni mtu aliyejaa maarifa ya utajiri. Anasema huwa asubuhi kabla hata mume wake hajafanyaje, hajaamka, anafanya kazi vizuri. Wamama wengi sasa hivi saa 3:30 anasemaje, tunakula nini, na yeye yuko kitandani, alafu kucha zimejaa marangi. Mwanamke mvivu. Kwa sasa hapa tuzungumzie mwanamke sasa, Biblia inazungumza zaidi. Mikono mivivu humfanya mtu kuwa maskini. Maeneo fulani Biblia inasema kwamba mtu mvivu atapata umaskini wa kutosha. Jambo la pili, kwa nini kuna umaskini? Mara nyingi wa Kristo tumewekeza uvivu kwenye kazi zetu. Hatufanyi kazi kwa wakati. Hatufanyi kazi kwa wakati. Hebu naomba hapo kwenye vyombo, kama hakuna vyombo basi mzime, msitupigie kelele. Wanachotaka kuzungumza, zao la pili liloko duniani ni umaskini. Ni umaskini. Lakini zao la tatu, kwa nini duniani kuna umaskini? Kutokufuata kanuni za Mungu. Yaani kutokufuata na kanuni, sio kufuata, kutokufuata kanuni za Mungu. Kanuni tunazipataje? Mwanzo sura ya 4. Mwanzo sura ya 4. Na ndio maana mtu aliyeokoka anapaswa, hata kama na elimu ya kutosha, ile elimu itamsaidia kufuata kanuni za Mungu. Watu wengi una mradi, watu wengi kuna biashara, watu wengi umewekeza, lakini kanuni za Mungu hatuzifuati. Mfano, Mwanzo sura ya 4 mstari wa 2 na kuendelea. Tumefika? Hebu tusome. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo. Na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Akaleta sadaka kwa nini? Kwa Bwana. Watu wengi kazi wanazozifanya hazifiki madhabahuni. Yawezekana zikafika kwenye misiba. Mfano, jambo la kwanza unapopata baraka yoyote ya Mungu, ilete madhabahuni. Yaani moja ya kitu ambacho Mungu anachotaka atutajirishe ni kufuata kanuni. Hapo tunapata taarifa ya watu wawili, mtu na mdogo wake, familia moja. Na hapo sasa tunaweza kusema hivi, kumtoa Adamu ambaye alitengenezwa na Mungu ni kizazi cha kwanza kabisa ambacho kinapatikana. Kaini akapeleka mazao na nini? Hebu tusome wewe mstari wa ngapi? Mstari wa 3. Mstari wa 3 unasema hivi: baada ya muda Kaini akaleta baadhi ya mazao ya shamba kama sadaka kwa Bwana. Lakini mstari wa 4, lakini Abeli akaleta fungu nono. Hebu sema nono. Ndio Biblia inazungumza. Akaleta fungu nono.
kutoka baadhi ya wazaliwa wa kwanza wa mifugo yake, Bwana akamkubali Abeli pamoja na sadaka yake. Mstari wa 5, lakini Mungu hakumkubali Kaini pamoja na sadaka yake. Kwa hiyo Kaini akakasirika sana, uso wake ukawa na huzuni. Biblia yako inasema ukakunjamana. Hii inasema ukawa na huzuni. Kwa nini? Wivu unaanza kutokea. Kwa nini mdogo wangu anafanikiwa halafu mimi sifanikiwi? Biblia inazungumzaje? Hakufuata kanuni. Na ndio maana nataka niwaambie, moja ya taifa duniani halitaweza kupingwa na kitu chochote ni wana wa Israeli na taifa lake lote. Lilipewa kanuni ya kuwa kubeba uchumi. Na unapobeba uchumi, haupewi tu uchumi kama uchumi, unapewa na akili. Moja ya vitu ambavyo nataka niwaambie duniani vinatikisa ni taifa la Mungu, Israeli. Lina madaktari bingwa duniani. Kila siku linatengeneza vitu vya kisasa vya hali ya juu. Kwa nini? Mungu anapokupa uchumi, anakupa na kitu kinachoitwa akili. Kwa hapa tunaona nini? Kaini hakufuata kanuni. Alafu hapo sasa ndio tunaona kwamba akakunjamana, uso ukakunjamana. Na ndio maana unaweza kumkuta Mkristo mwenzako amefanikiwa, unakunjamana. Hata kama uso hautakunjamana, utaanza kusema haiwezekani, yule atakuwa amemoa, haiwezekani, yule atakuwa ameiba na maneno mengine ya ajabu. Lakini bali Biblia inasema kwamba uchumi wa Kaini haukupata kibali imani kwa Bwana, wala yeye mwenyewe aliyebeba ule uchumi. Wanataka kuzungumza watoto wa Mungu, maana ni nini? Mungu ametutengenezea mazingira. Kwa kuna mambo matatu japo Bwana anajaribu kuangalia hata zaidi ya 7. Kwa nini duniani kuna nini? Kuna umaskini. Ulitengenezwa na dhambi ya pale Edeni. Lakini jambo la pili, uvivu wetu unaweza kutengeneza umaskini kwenye maisha. Kwa mfano, baadhi ya mikoa Tanzania nimejaribu kuiangalia, yaani na sifa ya umaskini. Ukienda pale kama ni mwanaume, yaani unakuta mwanamke pale akiwa kazi. Wakati mwingine mwanaume kazi yake anaamka asubuhi, anavaa nini? Anavaa kuna vinguo fulani hivi vya Waarabu hivi mzuri, sio anavaa nini? Alafu akiona kazi yake ni kubadilisha, alafu anaongeza wake. Yaani wake ndio wanaokuwa wanatafuta. Yaani yeye uvivu akishaona sasa huyu simuelewi, anamuondoa, anatafuta mwingine. Yaani kuna hiyo, angalia, tusiseme mkoa gani, sije nikatamka mkoa wako ukasema huyu ndiye mchungaji. Wewe angalia. Yaani wanaume wavivu. Hawataki kufanya kazi, na akipata kazi ni mtu anayefanya kwa uvivu. Lakini jambo la tatu tunaona kwamba kutokufuata kanuni za Mungu. Kanuni ya kwanza ni nini? Fedha yoyote, mfuko wote unaopata, cha kwanza, kwa mfano, wakati tunaelewa elimu ya malimbuko, wakati tuna mashamba, wakati mwingine kuna watu, mimi najua kabisa kuna watu hapa nao hapa, lakini unaweza kukuta ana shamba Singida. Tuna watu hapa, unaweza kumkuta ana shamba Morogoro, ana shamba Mbeya. Unajua nini? Mungu anasema kwamba chochote unachokula kipata, cha kwanza inatakiwa kitolee malimbuko. Ndicho Mungu anachokizungumza. Lakini jambo la pili, unapotoka kwenye malimbuko unakuja kutoa kitu kinachoitwa fungu la 10. Hicho anachokizungumza hapa Abeli, alikuwa anapeleka vitu vinono, fungu la 10. Hilo ndilo limetengeneza kueleza wewe duniani kesho na kesho kutwa unatakiwa uwe nani. Yesu apewe sifa, watumishi wa Mungu. Kwa sababu kwenye eneo la utoaji, hata wale mnaowaita Freemason, hata wale mnaowaita waganga wa kienyeji, ukienda kuna nakwambia unataka kuwa tajiri, sawa, tunataka masharti yetu. Okay, kuna mambo mawili wanaweza kukwambia, pengine yanaweza kawa mengi, mfano hapa tufanye matatu. Unataka kuwa tajiri yeye. Sasa chagua mawili hapa. Cha kwanza, tumuue mke wako au mume wako. Au kama unataka tupate utajiri mdogo mdogo, mtoto wako wa kwanza
awe taila zezeta. Unapomwona huyo tayari kule kwenye ulimwengu wa giza ametolewa sadaka. Na ndio maana kwa mfano kama sasa hivi unaweza kusema kwamba mfano vijana wasiopenda kufanya kazi, anasema nataka kwenda kujiunga Freemason, sawa? Wanakwambia tupe mambo mawili, pengine tumtoe mama yako au wewe kuna neno wanasema kwamba tukuhasi, yaani usiwe mwanaume. Wakati ukisema hivyo umeshanielewa tayari, yaani usiwe mwanaume. Sasa hivi ni mwanaume, lakini tunataka utajie usiwe mwanaume. Maana yake maisha yako kuoa hakuna, kwa sababu utakuwa na nguvu za kuishi na mwanaume. Na kule pia ule utajiri unapewa kwa nini? Kwa kanuni. Na sijawahi kuona, kama nimeshawahi kuona wenzangu, mnaweza mkanisaidia. Yaani Freemason ambaye yeye kazi yake ni kulala, hata kazi pamoja na kwamba amejiunga kule, lakini wana bidii hata kutuzidi hata sisi. Kwa kitu cha pili, unapopata sadaka yako, peleka fungu la 10 kanisani. Japo sasa hivi siku za mwisho mambo yatakuwa ni hatari. Kuna mafundisho mengine yanakuja yanasema kwamba hakuna fungu la 10, lakini Yesu mwenyewe akaja alizungumzia. Soma Biblia vizuri katika roho wa Mungu utaelewa. Yesu wakati anazungumza kwamba mmeacha mambo ya dini, kuna vitu kweli mpaka akasema kwamba mnatoa sadaka ya nini? Mnanaa. Nilikuwa najaribu kuangalia mnanaa ni nini? Mnanaa ilikuwa ni mboga za majani ambazo ni ndogo sana. Mnanaa ambao sasa ilikuwa kwa mfano kama kuna mtu yuko sokoni anauza mchicha, anauza tungule, hapa Zanzibar mtanielewa, wenzetu tunaotoka bara, nyanya, haya anauza labda korosho anatolea fungu la 10, mchicha anatolea fungu la 10, nini vyovyote, anasema kwamba mnatoa hivyo vizuri, lakini mambo ya hadi mmeacha, mambo gani ya upendo. Na ndio maana hata kwenye Biblia pia inafika hata anasema kwamba jamaa mmoja akasema mimi sio kama yule, nafunga mara 3 kwa nini? Halafu natoa nini? Zaka kwenye sehemu ya mapato yangu. Mungu akasema umefanya vizuri, lakini kwa nini unafanya kwa nishia watu? Kwa hiyo tunataka kuangalia watumishi wa Mungu. Hebu ningetamani kuona kabisa kwamba pamoja na kwamba dunia ilikuja kuharibiwa na dhambi, Mungu alikuja kutengeneza, na kutengeneza kwa Mungu umeanza Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Mungu anaanza kuzungumza, anaweka ahadi. Kwa sababu shetani umefanya hivi na mimi naweka agano hili. Tunaona kwamba kuna mwanaume au tuseme mwanadamu atamponda nyoka kisigino. Na nini? Atampiga kichwa, si ndio? Na yeye nyoka atakupiga nini? Kisigino. Sasa angalia katika ulimwengu wa roho pia, uchumi unaweza kupigwa. Kila unalolifanya halifanikiwi. Kila unalolifanya halifanikiwi. Kwa sababu gani? Kanuni. Unaposhindwa kutoa zaka unaua maisha yako. Ndicho kilichotokea kwa Nabii, kilichokuwa kimetokea kwa Kaini. Na Mungu kwa upendo wa ajabu sana, Biblia inasema hivi, akamtoa. Hebu naomba mzime hiyo nyongo. Zimeni alafu mkakae huko. Zima kakae huko. Biblia inazungumza wazi, alikuja kushughulika kiroho mwili. Lakini jambo ambalo sasa nataka niwaambie, kwa sababu pia tumemwona Yakobo ametumika miaka 14 ya hasara. Na hili tupate pia kujifunza, miaka 14 ya hasara. Mara ya kwanza alitumika akabadilishiwa, si ndio? Mara ya pili akatumika akabadilishiwa. Tunakuja mara ya 3 anatumika pia anaanza kubadilishiwa. Ndio maana Mungu akaingia kwenye ule mkataba wa kuwa na vile vita. Biblia inazungumzaje? Akamwambia, kwa sababu bosi wako nimemwona ni kama na hiyo, nakupa ufunuo. Nenda msituni, kakate kito, alafu nitakupa neno la Bwana. Alifanya hivyo. Na haya ndio wanazungumza kwamba hata unapokuwa unafanya kazi,
tafuta roho ya maarifa, Mungu akusaidie. Utafanya biashara hiyo hiyo kama ni ya kuuza vitumbua, lakini vya kwako lazima viwe zaidi. Kwa sababu gani? Haviwi zaidi kwa sababu unajua kupika, vinakuwa zaidi kwa sababu una mahusiano mazuri na Mungu. Biblia inazungumza kwamba wakaweka mkataba pale, akasema zitakazozaliwa wanyama wa marakaraka, masikini wa madoadoa. Biblia inasema kwamba utajiri mwingi sana Mungu aliingia kwa Yakobo akampa. Ukisoma Biblia vizuri, Mwanzo sura ya 31 kama sikosei. Sasa Yakobo amekuwa tajiri, ameenda hata kitu, amekuwa tajiri. Na ukisoma pia hata Ibrahimu, ukisoma Mwanzo sura ya 12, anaambiwa atoke akiwa na mke wake, akiwa na ile familia aliyokuwa nayo, akiwa hata chochote, wanaenda nchi nyingine tena kwanza kutafuta vibarua. Mpaka Ibrahimu akasema kwamba sasa mke wangu tunaingia huko, kwa sababu ulivyo mzuri na wale watu wa Mungu wanaweza wakaliwa huko kwa hai. Ikitokezea tu wewe sema wewe ni nani? Dada wili. Biblia inasema hivyo. Na ni kweli aliyokuwa ameyazungumza yakatokea. Baadaye mfalme usiku akatokewa na Mungu. Baada ya kuwa ametoka pale akapewa vitu, Biblia inazungumza Ibrahimu akawa tajiri pa fedha, kwa watu, kwa wanyama na kwa kila ambalo unaweza kusema kwamba lilikuwa linaingia mikononi mwa Mungu. Mwa Yakobo ilikuwa linanuka kwa sababu Yakobo alifuata kanuni. Na ndio maana wakati anazungumza na watoto wa Labani alifika tu akasema kwamba ni kweli kabisa, Mungu wa baba yangu aliyenitokea pale Luzu nikabadilisha ikawa Betheli. Biblia inasema kwamba na yeye akanifuata. Watu wanataka kuzungumza, Wakristo wengi tunatakiwa tuelewe kwamba kutajirika na kuwa na maisha ambayo Mungu yamtosheleza anayataka ni lazima, lakini kingine ambacho tunaweza tukaja tukaangalia, kwa sababu pia utajiri unakuwa na changamoto zake. Mfano mdogo, hebu soma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Wewe ukaona sasa, wengine wanasema Mungu nifanikishe, lakini je, Mungu akikupa kweli utadhuru hapo? Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Tumefika au tunali tukiwa tumesimama, maana sasa sauti hata sisikii. Hebu naomba tusimame wote alafu tusome hilo andiko. Naomba tusimame wote alafu tusome hilo andiko. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 11 mpaka 18. Tumefika haya, naomba tusome moja mbili twende. Wote naomba tusome, tuliokuja na Biblia. Moja mbili twende, asiwe mtu mmoja. Moja mbili twende. Wangapi tuna Biblia? Haya, tumefika Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Na kama huna basi unaweza kaangalia pale kwenye screen ili tusome wote. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 14 mpaka 18. Moja mbili twende. Basi hapo moyo wako usiinuke. Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye vitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa maana asiyejua nisikiliza, anasemaje hapo? Hebu sema tena hapo, kwamba rudia tena, nguvu zangu na uwezo ndio ulionipa nini? Bali hebu turudie tena, mbali sawa. Haya, naomba tukae. Asante sana. Ninataka
jangwani wanaelekea Kanaani. Naomba unielewe mtoto wa Mungu. Mungu anataka wafanikishe kabisa, lakini anaiandaa pia mioyo. Anaandaa moyo. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukapata vitu, lakini moyo wako ukiwa hujatengenezwa, hautamkumbuka huyo Mungu anajaribu kuambia, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako. Kwa nini? Kuna wakati mwingine tunafanikiwa. Nilikuwa najaribu kuangalia mara nyingi Mungu atusaidia kwenye upande wa wamama, lakini pia na wababa. Mfano upande wa mama, anaweza pengine kwa msimu wa Bwana ambao umetengenezwa akacheleweshwa pengine kupewa mtoto, lakini wakati akiwa na ile hitaji anakuwa na ule moyo wa kuwa karibu sana na Mungu, si ndio? Lakini anapopata, akija kupata, anapoa kwa Mungu, anakuwa ni Mungu wa kawaida. Unajua jamani, sasa hivi ndio mtu kuwa na watoto. Acha nikwambie, mwangalie mama mmoja katika Biblia anaitwa Hana, na hakuwa Hana kweli, lakini wakati amemsogeza moyo wake kwa Mungu, akapewa Samueli. Alipompata Samueli, hatuoni ile spidi kwamba ilipungua, aliendelea. Sasa hapa Mungu anazungumzaje? Utajiri wakati mwingine Mungu anaweza akauruhusu, lakini tusije tukamsahau. Na Mungu tunamsahau kwa njia gani? Moja, kwenye kanuni ya utoaji. Kwa sababu mfano, nikitaka kuambia hivi, kama Mungu leo anakupa shilingi 10,000, inatakiwa usimsahau Mungu shilingi 1,000. Kama Mungu anakupa shilingi 20,000, Mungu anakukumbusha usimsahau ka shilingi 2,000 changu hapo kalete. Lakini sasa unaweza kupata, yawezekana ukamsahau Mungu. Moja. Sasa hilo ni la kwanza. Watu tunahitaji Mungu asimame pamoja nasi. Hatubarikiwi tu kwa sababu tumeongozwa sala ya toba na kubatizwa kwa maji mengi. Tutabatizwa kwa maji mengi, lakini kiroho tutakuwa tumeenda na wachungaji kuogelea. Tumeenda kama ni kwenye ziwa, kama ni kwenye mto, tumeenda tu kuogelea. Wale tunataka kuzungumza hapa ni nini? Mungu anazungumza na hapa anasema kwamba utajiri pia kuna kitu kinachoitwa agano. Hebu sema agano. Makubaliano. Na ndio maana wewe uliyeokoka inatakiwa pia uangalie lugha ya uchumi wa kwenye familia, kwenye mikono yenu. Agano la wazazi wenu likoje? Au ni agano la kafara? Unapojua kabisa wakati mwingine tuna familia, iwe ni mwanzo wa mwaka, iwe ni katikati ya mwaka, iwe ni mwisho wa mwaka, utasikia inatakiwa tuchinje mbuzi, inatakiwa tuchinje kuku, inatakiwa tufanye hivi na hivi. Ile ni agano linatengenezwa. Lakini agano letu lilitengenezwa na Kristo Yesu. Akasema yeye alifanyika masikini ili sisi tuwe matajiri. Kwa msalaba pale umefunua siri za Mungu kwenye maisha yetu. Amen. Kwa tunahitaji kufuata hizi kanuni. Watu wengi tumemsahau Mungu. Wakati mwingine Mungu anaweza akakutendea mambo makubwa sana na Mungu akawa anakushuhudia, nenda ukatoe sadaka ya shukrani. Na Mungu anakuambia kabisa katoe sadaka ya shukrani. Mwaka mzima umepita, mwanangu. Umepita kwenye mazingira mbalimbali. Hebu nikumbuke, na Biblia inasema kwamba Mungu hupenda sana kwa wale watoao sadaka za kumshukuru Mungu. Unafika mwaka mzima, wala iwe wewe, iwe familia, iwe ni nani. Umeona? Kwa hiyo unapomkumbuka kwa ile neema ya shukrani, Mungu anaweza kaja ndani yako akafanya mambo makubwa. Mfano mdogo, tukija kumwangalia Suleiman katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 3. Biblia inazungumza alikuwa ameishi kwenye familia ya kitajiri kabisa. Lakini Suleiman akasema pamoja kwamba baba nimemwona akiwa mfalme akilitumikia shauri lako, lakini na mimi nataka nikuone zaidi. Biblia inasema kwamba akatoa sadaka zikafika kwa Mungu, na Mungu katika neema yake akasema hizi sadaka zimeachiliwa kwa moyo wa kupenda huyu mtu, si tu kwa sababu ametoka kwenye agano la utajiri, bali pia kuna kitu ambacho anakitaka kwangu. Biblia inasema usiku akamtokea katika nini? Katika ndoto akamwambia, Suleiman, ni kweli umefanya vitu vikubwa sana, lakini
hebu sema chochote nikufanyie. Mnakumbuka hiyo habari? Mnakumbuka watumishi wa Mungu? Au tusome Biblia. Ningetamani tuseme tu kusema kwamba kama umeielewa hiyo, Biblia inasema kwamba Sulemani akamwambia kwamba najua kweli umenitokea, lakini kazi alizompa baba niliyokuwa nikiangalia namna ya kuingia na kutoka ndani ya hao watu ni eneo moja zito sana, nipe neno hekima. Mungu akasema kumbe kuna hekima ambayo yawezekana karne nyingi hata babako hakuomba. Kuna vingi sana ambavyo wanadamu wanavitaka. Mmoja akasema kwamba ulikuwa na uwezo wa kuniomba niwapige niwaue maadui, lakini ukutaka hilo. Ulikuwa na uwezo wa kusema hapana, unataka uwe na jeshi linaloimarika, pengine nikufanyie mambo ya kiuchumi yawe mazuri. Biblia inasema kwamba kwa sababu umeomba hili na yale ambayo haukuyaomba nitafanyaje? Nitakupa. Mungu alisema hilo kwa sababu gani? Kuna sadaka aliona. Acha Wakristo niwaambie, watu wanasema kwamba wewe mchungaji unasema Mungu anaangalia moyo. Hebu niwaulize, kwa Kaini na Abeli, Mungu alikuwa anaangalia nini pale? Alikuwa anaangalia nini? Acha nikwambie, zaidi ya moyo anaangalia sadaka. Kama ni moyo tu, na nataka niwaambie, inaweza ikatokezea wote tukaingia tukafanya yale yote ambayo kama ni alitujia. Kwa mfano hapa huwa tuna kanuni ya kutoa sadaka, si ndio? Wote tukaja tukatoa sadaka hapa, lakini Mungu hawezi akasema tu kwa sababu wote wamekuja kutoa sadaka hapa. Hapana, nataka niangalie hizo sadaka zinazotolewa ni zenyewe. Muulize Yesu katika Biblia, alienda akakuta watu wanatoa sadaka na nini, matajiri, lakini Biblia inatupa taarifa kwamba akaona mama mmoja maskini, akasema sikilizeni, haijawahi kutokea, huyu mama ametoa zaidi ya hawa matajiri. Tushawahi kusoma hiyo andiko. Kwa pamoja na kwamba Mungu anaangalia moyo na sadaka unayoitoa. Kuna mtu anatoa sadaka, iwe ni 10,000, iwe ni 5,000, iwe ni 500, ukimpa konda haipokei. Yule konda yule wa kwenye daladala haipokei. Alafu unasema hata nikampe tu Mungu. Hicho kilichokuwa kinafanyika kwa nani? Kwa Kaini. Anachukua yale mazao yale ya mwisho, anasema hili debe hilo bakia hili la mabishi hili yale yako ngapi? Yako 20, magunia 20, na hili ile la mwisho iwekeni hapo, waambieni wazee wa kanisa waje wachukue, itakuwa ni sadaka kwa Bwana. Ile la mwisho hili, sisi tunaelewana. Mungu angalia moyo, anaangalia sadaka. Kwa sababu sadaka ina nguvu, na ndio maana hatubarikiwi tu kwa sababu tunatoa, tunabarikiwa kwa sababu hii sadaka tunaiungamanisha, inakuwa ni sehemu ya moyo wa Mungu. Kwa hii ni eneo ambalo nataka niwaambie ni la msingi sana kabisa. Na mimi wanakasirika, na mara nyingi wanawaambia uchumi wakati mwingine unaweza ukabebwa na Freemason, uchumi wakati mwingine unaweza ukabebwa na waganga wa kienyeji, kwa sababu sisi ambao tulikusudiwa tuwe kwenye hilo eneo hatufati kwa hatua. Kwa ndogo, uchumi wakati mwingine ndio unatambulisha watu wake. Hivi pale ukienda Mbezi pale Magufuli, si ndio? Tunaelewa pale stendi ya Magufuli pale. Ukiingia mle ndani, kwa sababu ni mwekezaji angalia ni Kristo mwingine. Yaliyoko pale, yanaweza kaonyesha hiyo. Utasikia Wood, utasikia Mohamed Trans, utasikia Shabili. Yaani uchumi wa Wakristo utakuta pale Mbagala. Ngoma la moto tena kadi mapito kabisa ngamba. Ndio ikitaka kuondoka Isukumu. Kija kuangalia huko nyuma imeandikwa neema ya tosha. Yatosha kivipi? Tuko kwenye vile vichumi vya ajabu. Hata hapa Zanzibar, angalia. Yaani kwa siku tu yale mabele yanaonyesha Waislamu wameushika uchumi. Wameushika uchumi. Lakini ukitaka kuwajua sisi Wakristo wako wapi? Nenda kwenye
kwenye vile vituo vidogo vidogo. Mfano, wangapi mshawahi kufika Mkokotoni? Mkokotoni huku kama unaenda Nuru, wangapi? Unakuta kuna majahazi yale yaliyowekewa nguo yale. Unaweza kukuta sasa uchumi wa Kristo huko. Hebu ielewe hili neno. Watu wangu, nani anayesema hilo neno? Watu wangu wameangamizwa au wanaangamizwa kwa kukosa nini? Kwa kukosa nini? Maombi, kufunga. Maarifa yanakuwa kwaje? Maarifa kaidi yanayaona. Kwa wakati mwingine tukitaka tumuelewe Mungu, nipata angalia hata misikiti ya wenzetu, yaani kuingia maji kama ni kutoka ni hadi sasa. Kwa nini? Unajua kabisa kwamba hawa watu wanaoingia hawa wanamiliki uchumi. Angalia makanisa yetu, buibui anaingia na taka, lakini maeneo ya wenzetu tu hata ndege anaheshima sema hapa wanaoingia ni watu wanaoabudu. Amen. Jamani kanisa, amen. Tunaweza tusimwelewe Mungu, lakini ukweli ni huu. Mungu wetu ni Mungu wa ubora. Kila tunapolifanya tulifanye kwa ubora. Kama ni kazi unaifanya ifanye kwa ubora, kwa sababu ndani ya ubora kuna matokeo. Watu wanataka kuzungumza hapa ni nini? Na ndio maana hata Ibrahimu alipendezwa sana. Biblia inasema kwamba akiwa na miaka 75 anatembea maisha ya jangwa. Imefika hatua miaka 100 bado yuko kwenye jangwa, pamoja na kwamba ana wafugaji, ana ng'ombe, lakini Biblia inasema kwamba alikuwa anahitaji mtoto, bado alikuwa ananyenyekeshwa tu kwenye jangwa. Biblia inasema alipofikisha miaka 100, mke wake akiwa na miaka 90 akampa mtoto. Mwanzo sura ya 18. Mungu anatuma malaika kwa nani? Kwa Ibrahimu. Na ukisoma Mwanzo sura ya 22, Biblia inasema kwamba akataka kuangalia ule moyo, kama vile alivyozungumza Mungu kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 14. Akaja mjaribu, akamwambia huyu Isaka namtaka. Na huyo Mungu alikuwa amesema kwamba msitoe kafara za watoto za watu, lakini akamwambia kwamba namtaka umchinje. Biblia inazungumzaje? Akiwa katika maandalizi ya kama sijakosea 22 Mwanzo mstari wa 15 kuanzia hadi 17. Biblia inasema kwamba alipoamua kufanya vile utoaji ambao wakumgusa Mungu, Biblia inasema kwamba akasikia sauti kutoka wapi? Sauti kutoka wapi? Mbinguni. Mbinguni. Sauti kutoka mbinguni ikisema, inasemaje? Ibrahimu, usimnyoshie mtoto wala kumchinja. Angalia upande wa pili, kuna kwa lugha ya mwimbaji hapa sasa tuseme kuna kitoweo. Wakati anaingia pale, Biblia inatuambia Isaka alipofika pale akasema, "Kuni baba tunazo, moto tunao, kila kitu tumeshatengeneza. Mwana kondoo wapi?" Ibrahimu akasemaje? Bwana atajipatia. Kwa maana nyingine hakuona. Kama angeona angesema siku yako mwanangu, hakuona. Kuna mambo ya kiuchumi tunatakiwa tuingie kwenye connection ya Mungu. Alafu kuna wateja ambao wakati mwingine wanatoka hapa wanaenda kununua bidhaa China. Ukikaa vizuri na Mungu, duka lako litakuwepo hapa hapa Zanzibar, litakuwepo Kariakoo. Watatoka wa China kuja kuchukua hapo hapo. Leo tuwaone. Kuna mtu ananielewa? Kwa kuna vitu hivyo Biblia inazungumzaje? Ibrahimu akataka kujaribu. Lakini Mungu akasema sawa, nimemjaribu. Hata kama nikimpa mali za kutosha, moyo wake hautanisahau mimi. Kuna watu wamepewa mali, hawana Mungu tena. Kuna watu wamepewa ndoa, hawana Mungu tena. Kuna baadhi ya watu wamepewa watoto, hawana Mungu tena. Kuna watu wamepewa mashamba, ghafla tu uliponunua shamba na ukasikia moyo wako kidogo angalau maisha ya rohoni yakakatika yakapa. Kuna mtu alikuwa yuko ofisini akapandishwa cheo, alikuwa ni mtu wa kawaida, alipopandishwa tu baada ya wiki tayari maisha yake ya kiroho yakaanguka.
alikuwa ni mtu wa kusaidia sana kazi ya Mungu, lakini mtu huyu anaweza akawa yuko tayari sana kusaidia mambo ya dunia. Kwa nini? Mungu anatubariki ili tuwe baraka. Na Mungu akamwambia Ibrahimu, nitakubariki na wewe utakuwa baraka. Kwa nini? Na kweli Mungu alimbariki, uzao wake pia akaja akaubariki. Na katika kitabu cha Waebrania anasema kwamba anaitwa baba wa imani katika kitabu cha Waebrania sura ya 13. Nataka kuzungumza maana yangu ni nini? Watumishi wa Mungu tuondoe mentality ya kusema kwamba maisha haya nimeyazoea. Hapana, Mungu ni wa kiwango. Na ndio maana neno lake nasema maeneo fulani kwamba njia zake sio njia zetu. Kwa sababu kama ni njia zetu zinafika kwa zinakwama. Muulize Martha na Mariamu. Kaka yao alipokufa wakasema na walitoa taarifa mapema, Bwana njoo, umpendaye ameshaugua huku, yupo katika hali ya kufa. Biblia inazungumzaje? Yesu akaendelea na huduma. Baadaye Biblia inazungumza akaja akamwambia Bwana, si tulikwambia yule mpendaye sasa ameshakufa? Akasema sikukwambia ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Tunasoma hiyo andiko yule aliyekuwa amekufa aliendelea kufa. Alifanyaje? Alifufuliwa. Kuna vitu vingine Mungu anataka avifufue, sio kwa sababu Mungu avioni, anataka tubadilishe hii picha. Na picha inaanzia ndani. Kwa sababu chochote unachokileta kwa Mungu, Mungu ndio unafanya kuwa hakimu. Kwa mfano ukisoma kitabu cha Malaki sura ya 3, unaelewa pale. Ukianza na mstari wa 8 mpaka wa 10, 11 pale anasema taifa hili nitamani sana nilibariki, lakini limekuwa na tabia ya wizi. Wanaiba dhabihu, zaka na dhabihu. Taifa hili limelaaniwa. Lakini Mungu anasema pale mwishoni, basi leteni zaka kamili. Wapi? Ghalani. Muone kama sitafanyaje, sitawafungulia nini? Madirisha. Kwenye kazi yako kuna madirisha. Hebu niwaulize, kazi ya madirisha kazi yake ni kufanya nini? Kwa mfano hili kanisa isingekuwa na madirisha, kama tuna mlango wa kuingia na mlango wa kutokea, tusiwe na madirisha, nini kingetokea? Hebu muulize jirani yako sasa, kingetokea nini? Niombe feni ziwashe, kingetokea nini? Hali ingekuwa mbaya, kwa sababu kazi ya madirisha ni kutoa hali chafu iliyomo ndani na kuleta hali safi. Kwa hiyo kwenye uchumi, Mungu anapofungua madirisha anaondoa hasara, analeta faida. Ndio kazi ya madirisha. Nyumba yoyote utakayojenga ikikosekana tu madirisha, nasema hapana. Halafu cha ajabu, unajua madirisha ni ya muhimu. Hebu angalia jirani yako, mwambie mpaka chooni kuna dirisha. Kule chooni kuna dirisha. Ukikuta choo haina dirisha, si kwa Mungu anapozungumzia madirisha, sasa haya sio ya duniani, mbinguni. Nipate kufungua madirisha. Halafu mwishoni pale kumbe hapa madirisha tu ya kuleta hewa, ni madirisha ya kuleta baraka. Anasema muone kama sitawamwagia baraka hata isiwepo. Hebu ngoja nikwambie. Je, wangapi tuna account benki NMB imeshajaa mpaka watu wakaja, serikali ikaja ikasema Bwana hatuelewi. Mbona tuna pesa nyingi kiasi hicho? Wakati akamwambia hapana, tunataka tuelewe madirisha yamepatikanaje mpaka hii pesa imekuwa nyingi kiasi. Wameshawahi kuja. Haya, achana sasa na watu wa benki. Watu wa mawasiliano kwenye simu. Airtel Money. Kwenye salio lishafikisha hata milioni 300. Wakafika hapana, tufuatilie wewe mzee. Hayo ni madirisha. Pengine umeenda sana kwenye Airtel Money. Kuna salio la 3200.
Pengine umeenda sana, wanamwambia unadaiwa. Kwa hiyo pesa yote utakayoweka inaondoka. Badilisha. Amen. Hebu muulize jirani yako, mwenzetu, badilisha, yako sawa au yashafungwa? Kila siku tunakuwa na ule wimbo kusema baba, hata kama tunabadilisha. Kwa nini? Uko duniani hakuna ulichokifanya. Kwa sababu badilisha yafunguliwi tu kwa sababu umezaliwa mara ya pili. Hapana, bidii yako ya kuwa karibu na Mungu, utoaji wako wa kuwa karibu na Mungu ikoje? Badilisha. Madirisha yamefungwa mpaka hata njia tumebadilisha. Kuna njia zimekuwa na majani, kwa nini? Nadaiwa. Hebu angalia hiyo sura, nadaiwa kweli. Na Yesu anasema kudaiwa kuko, lakini hamtadumu. Kwa nini? Mtakopesha mataifa. Hebu sema mataifa. Sisi mbaya zaidi ndio tunaenda kwa mataifa kukopa. Sisi ndio mbaya zaidi, tunaenda kwa mataifa. Ibrahim anaambia kwamba utakopesha mataifa. Ni kweli wakati mwingine kama FPST tuna maombi ya siku 40. Leo ni siku ya ngapi? Ndio funga. Ni siku ya ngapi leo? Eti siku ya ngapi huko? Nisikie huko. Haya. Mzee anasema ni siku ya 19. Je, tunaamini tutakapotimia siku 40 madirisha angalau hata kama sio kufunguliwa yote, nusu itafunguka. Kwa sababu kama tukisema jamani, tuombe watu waokoke waje kanisani, watakapokuja kanisani wanahitaji, kwa sababu kuja kanisani hapa ni kuja kuchukua sifa za Mungu na kuzipeleka kwa mataifa ili mataifa waje kwa Mungu. Amen. Wangapi wanaamini uchumi ni nyenzo moja ya kushuhudia watu waje kwa Yesu? Wangapi mnaamini? Hamna. Wangapi mnaamini kabisa kwamba nikiwa na kauchumi kazuri watu wanaweza kaja kwa Yesu? Unaamini hivyo? Ungenyosha mkono, sio kidole. Mkono, nyosha mkono. Yaani kuna mtu anakuja, okay, mfano nilikuwa naomba muniombee Baba katika jina la Yesu, pepo la ugonjwa toka, hapa atakaa kwenye kiti. Sasa atakaa kwenye kiti. Unajisikiaje? Nahitaji kula. Ule nini? Chips na kuku. Pepo na kula. Pepo. Ameshatolewa pepo ale. Kumbe hao watu wanasema toka pepo. Hana ile ya kwenda kununulia chips na kuku. Lakini mwingine anasema okay, leteni. Anakula. Anasema yes. Kuna mapepo mengine nafika tu kwa sababu sasa halitoki, anafika tu mpaka wanamsukuma. Toka! Jamani, huyu ameshapona, mpe chakula ale. Unamwelewa Yesu alisemaje? Watu sasa walisikia neno, akasema hapana, tusiwaruhusu waende kwanza, wapeni nini? Chakula. Lakini sio hivyo tu, Yesu akafika tu akasema hivi, waliwafuata watu wakasema, Bwana, tunatafuta sana siku kadhaa, iko wapi? Yesu akaangalia ndani akasema, hamjanitafuta mimi. Mwangalie jirani yako, mwambie mkate. Nikimpata Yesu nitakuwa na uhakika wa kula. Halafu akawa akasema ni kweli. Wakati mwingine kuna watu wanakuja hapa kanisani wakijua yale Yesu anakuwa ni wa baadaye sana. Lakini uchumi ukiwa mzuri, huyu niliombewa, mapepo yakatoka, nikala mwili ukashiba. Yaani sasa okay, nahitaji mtaji wa shilingi ngapi? Milioni 2. Haya, chukua hii hapa, kaanze maisha. Huyu mtu akamwacha Yesu. Nilikuwa najaribu kuangalia hapa wakati mimi nakuja Zanzibar. Na mwaka sasa wa 18 niko Zanzibar. Ukienda pale ukiulizwa tu jina lako unaitwa nani? Naitwa James. Nakwambia hapa. Unataka hii pesa usilimu. Kama ni dada uitwe Fatuma, achana na Helena. Wengi wamesilimishwa kwa kutaka nini? Kazi.
wengine sio kusilimishwa, wengine ni kufanywa matendo ya udhalilishaji. Kwa sababu yuko basi anaambia kama ni kijana nipe pesa ndio nafasi uipate, kama ni binti nipe ngono ndio kazi uipate. Lakini kama kweli huyu mtu uchumi uko vizuri, nasema acha niwaambie. Kuna mwimbaji mmoja aliimba sidanganyiki mimi, kale karuka kakoje? Mimi niko na Yesu sidanganyiki na ukiwa mimi peke yangu, moja mbili twende. Mimi niko na Yesu sidanganyiki. Yesu wape muda watu saa 3 sauti ya namna hii. Ikifika saa 9 mimi niko na Yesu sidanganyiki. Sisi tuko na Yesu sidanganyiki. Kuna mtu hajaja ibadani kwa sababu nikienda kazini mambo yanaharibika. Ukiwa na Yesu shetani hawezi kukudanganya tena. Weka lile neno ngo kwa herufi kubwa, sema ngo. Kwa uchumi ni sehemu moja nzuri. Ndio maana nikasema kabla ya mimi kuokoka, kabla ya wewe kuokoka, kabla ya wewe kuzaliwa mara ya pili, Yesu alitengeneza uchumi. Ukienda kula mbele langu mpaka leo swala chini kizazi na kizazi, zile mali ziliwekwa na nani? Na Yesu na Mungu. Wale ambao watumishi wa Mungu, nataka niwaambie, hebu tumuelewe Mungu, tumuelewe Mungu. Eti mtu akifanikiwa hata mwendo huo unabadilika hivi. Unakuaje? Anatembea pa? Lakini akiwa bado hajafanikiwa. Lakini hata kuzungumza, unajua kuna watu wakienda shuleni, lakini leo akiwa na vipesa na uhakika wa kula mchana anachokitaka anasema okay, Tanzania okay. Yaani Kiingereza kinaingia tu chenyewe. Kila kitu kinakuwa ni jepesi. Kwa ndio maana ni kweli watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Tukikosa maarifa ya kiuchumi, ndio maana kuna watu wanafundishwa namna ya kutengeneza sabuni, namna ya kutengeneza keki, namna ya kutengeneza mishumaa, namna ya kutengeneza makoshi, namna ya kutengeneza meza, na anasikia na anasema kwa kweli na mshukuru na diploma na degree na cheti. Muulize sasa kibibilia namna ya kuishi na baraka. Nakwambia hayo mambo ya rohoni ni maombi. Hebu mwambie sio maombi. Maarifa. Maarifa. Unajua kama Waisraeli walikuwa ni watu wa ajabu sana mpaka leo. Mfano wanaelewa kwa sababu chochote kinachokamata ni cha nani? Ni cha Mungu. Hebu kufanye. Hiki ni kiwanja. Si ndio? Akishaingia tu mikononi anakipeleka kwa kuhani. Sina uwezo wa kukusimamia, naomba utuweke watu. Anakuweka watu pale, kinaombewa na sadaka kinaachiliwa. Hiyo ni kiwanja. Alafu baadaye Mungu anamtafuta tena kwenye maeneo ya kiuchumi, anamwezesha, anampa pengine sasa kile kiwanja kinahitaji nini? Kile kiwanja kinahitaji kiwe kampuni. Anatengeneza na connection zote, Mungu anamsaidia. Inatengenezwa kampuni, majimbo pale yanajengwa na nini, anasema Mungu naomba hili kampuni niliweke mikononi mwako kabla hata sijaanza kuchukua baraka yote. Ndio maana watu wanaenda kufanyaje? Wanaenda kumwombea kampuni, kuweka wakfu. Anaweka pale, anaachilia sadaka. Anatoka pale anasema pamoja na hivyo Mungu amenifanikisha pia, nimenunua kiwanja kingine, nataka nijenge nyumba yangu mimi na watoto. Anafika Mungu, hili jengo, hili kiwanja nakupa wewe, kinawekwa wakfu. Pamoja na kwamba ni cha kwake, kinawekwa wakfu. Baadaye anaenda tena, Mungu anampa neema, anatengeneza nyumba. Kabla ya kuingia, kabla ya kulala, Mungu nyumba hii inakupa
kabisa inatamkiwa. Ndio maana ukisoma Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa 15 mpaka 66 anasema usipokuwa kwenye foundation yangu utajenga nyumba lakini hautaishi. Utaoa mke lakini hatakuwa wa kwako. Kuna mapepo mengine yanasema yani mke wangu siku hizi ni mzinifu, mume wangu siku hizi ni mzinifu. Hapana, hayo ni malango yaliacha wazi. Ndio anasema kwamba chochote tunachokifanya kwanza tujaze wangapi tuna viwanja haviko kwa Mungu. Tunajua pale pale tulipoambiwa kwamba hiki kiwanja nimekipata kwa nguvu zangu, mimi nilipambana. Na watu wananijua yani saa 10 nikishaamka. Lakini Mungu alikuwa na uwezo wa kusema mwanangu leo usiamke. Alafu sasa ukae na Pampers wiki nzima, una uwezo wa kutembea, una uwezo wa kufanya kitu chochote. Kama Pampers hamna, ndogo hayakuwa haina ndogo hapo hapo, kwa sababu umeona ni kawaida kuamka saa 10. Kawaida Mungu anakuambia hapana, sio kawaida. Inawekwa ni Pampers. Ikija unamwambia fulani yuko wapi? Tayari ishajaa, watoe. Na ndio maana Mungu anaposema kwamba usije ukasema kwa akili yako kwamba mkono wangu, kuna watu wamesoma anasema vyeti vyangu Bwana vina uhalali wa kunifanya hivi. Nimesoma sana, nina uwezo hapana. Na ndio maana kadri mtu wa Mungu anayemjua Mungu aliyekuwa na robo eneo, hata kama akiwa na maeneo 3000 kwa Mungu anabaki kuwa ni nani? Ni rafiki, kwa sababu kwenye kale kadogo alianza na Mungu mpaka kwenye ile kubwa alianza na Mungu. Nimejifunza kwa Waislamu chochote wanachokifanya, hata kama haendaje msikitini, chochote anachokifanya anaanza na Allah wake. Sisi tukifanikiwa tu kidogo basi, tena wakati mwingine mimi sina Mungu kweli, najua mambo majukumu. Hebu tuulizane kwa akili tu ndogo, tunayajua majukumu ya Nuhu. Ungepewa majukumu ya Nuhu ungesemaje? Nuhu ameambiwa tengeneza nini? Ilipomalizika akaambiwa pamoja na kutengeneza safina, nyoka inatakiwa akae sehemu yake, mbu anatakiwa akae sehemu yake, chura inatakiwa akae wawili. Halafu baadaye wamekaa tayari. Kabla ya hapo, andaa chakula cha nyoka cha siku 40. Andaa chakula cha ng'ombe cha siku 40. Hivi yale majukumu kweli ungeyaweza? Kwa ndio maana wakati mwingine unaweza kumkuta mtu amefanikiwa kabisa, lakini kwa Mungu hana mbele. Ukiwa kwenye foundation ya Mungu utakuwa uko mbali sana. Hata kama leo faida huioni, tunamuona nani? Yakobo, miaka 14 anabadilishiwa. Mke wa kwanza akamwambia huyu hapa, la sivyo na huyu unayemtaka apate miaka mingine 7, 14. Bado tena ule usurumaji, Mungu akaingilia kati. Na wakati mwingine kizazi tulichonacho cha leo ni hiki, hakitaki kutembea kwenye kuvumilia. Mfano mdogo, mzee wetu hapa, mzee John, mzee Yakobo samani. Huyu mzee swali yake nimeipenda. Tukitoka tu mfano ibadani hapa, nitamuuliza kununua kiasi gani, kwa sababu pengine ataniambia shilingi 15,000. Kumbe mimi wakati huo natakiwa nivae swali ya shilingi 500. Nitalazimisha nivae kama mzee hapa kwenye uvumilivu. Ndio maana inafika hata kuna vitu vya ajabu sana. Yakobo alivumilia. Unalazimisha watu waniheshimu. Baada ya miaka 3 watajua mimi ni nani. Mungu kumbe anakuwa ndani ya miaka ile 3 ndio kwanza hataki hata kukusikiliza. Anataka kwanza akunyenyekeshe. Kwa swala la uchumi ni la msingi sana, lakini lipo rohoni. Amen. Kanisa, amen. Mwambie kufanikiwa bila Mungu ni sawasawa na madawa ya kulevya kuyaweka kwenye taifa. Na Mungu heshima yake unajua ni nini? Anamheshimu sana hata yule aliye na zero kuliko aliye na vingi, lakini hana sehemu ya Mungu.
Kuna kipindi sisi 90% watu ni watu walioajiriwa au kujiajiri. Anafika hata anakuambia, sasa mchungaji, kweli mimi fungu la 10 nitoe, ninapata 200,000. Fungu la 10 kweli nipate 20,000, nitoe 20,000. Yenyewe tu hainitoshi. Moja kwa siku inaweza ikatosha kwa mahitaji 1 milioni, inaweza ikatosha nini? Sasa Biblia anasema hivi, ukipewa 10,000 Mungu analeta walaji wenye idadi 10,000. Ukipewa 1,000,000 Mungu analeta walaji wa 1,000,000. Itakuwa itoshi? Itakuwa itoshi? Yaani hakuna uchumi ambao ushawahi kutosha. Hebu tujiulize, iwe ni Mkristo au ni Muislamu au ni mtu yoyote, hata wewe pia. Na hii sasa tunanani mazingira kwa wafanyabiashara. Ushawahi kufanya vipi pale kazini unapata faida? Sasa ipo hivyo. Lakini Mungu anasaidia. Lakini aliye na Mungu anasema kwa kweli namuona Mungu akimtendea. Namuona Mungu akimtendea. Kama umeshindwa kumwambia Mungu asante kwenye 220,000, 2,000, si ndio? Kwenye 220,000, si ndio? Hata kama Mungu akikupa 5,000,000, hautakuwa na nguvu ya kutoa. Shingapi? 5,000,000 zaka ni shingapi? Lakini 5,000,000 toe 500,000. Nimalizia kwa kusema hivi, mama mmoja aliozesha binti yake na wakati ametangulia mbele za Mungu, akapata kama 3,500,000. Akasema, sasa mchungaji, Mungu yaani nasikia nitoe fungu la 10 kwenye yale mapato ya mwanangu, lakini sasa mahitaji ni makubwa, nafanyaje? Nikamuuliza, kwani unafanya kazi gani? Akasema, kazi ndogo ndogo na nini na nini. Waga unatoa? Akasema, kwa kweli kusema ukweli huwa sitoa. Nikamwambia, hapo uwezi kutoa. Na ukitoa unapelekwa hospitalini. Pressure. Kwa hiyo natakiwa kama ulishindwa kwenye yale madogo, kwenye makubwa huwezi. Sijui nanielewa? Acha niwaambie. Na mimi nilimsaidia, nilikuwa na uwezo wa kumwambia chukua kabisa ukatoe. Kwa sababu kama nikisema chukua kabisa ukatoe, alafu moyo wako utaenda haujakunyuka, kwa sababu mtoaji wa aina hiyo anasema kwa sababu nilitoa, Mungu atafanya. Kumbe Mungu atafanya kwa wakati wake. Itafika hapa sasa, Mungu kama yule jamaa, Mungu nimetoa fungu la 10 lote, lakini mbona mabaya ninayaona hapa? Muulize Ibrahimu, ameanza kutoa fungu la 10 baada ya kutoka kwenye familia ya Tera, lakini mazingira yakawa magumu mpaka malaika wanamtokea ameshakata tamaa. Kwa hiyo Mungu hata kama akikupa fedha nyingi kule mbele, kama hizi ndogo umeshindwa kuziwoti, kuzisimamia, hata ile kubwa. Leo na nyumba moja, kesho utakapokuwa na nyumba 7 na kila nyumba pengine inaleta mapato, utatoa? Leo tu moja umeshindwa. Ndipo sasa Biblia inasema kwamba maisha yetu yanaweza machoni pa watu yanaonekana ni mazuri, lakini kwa Mungu yanaonekana sio mazuri. Niseme, hebu tumpende Mungu sana kwa mali zetu. Hebu tuone utoaji ni fursa ya kuruhusu madirisha ya kuingiza hewa za Mungu. Msimu huu wa 2026 ni msimu mwingine wa Mungu kugusa maisha yetu. Tunatamani tuone mioyo ya washirika wakisimama kwenye eneo la uchumi, waseme tunakushukuru Mungu, tumekuona, hata kama yawe ni mazingira ambayo ni ya kawaida ya hali ya chini, lakini Mungu anasema kwamba humuinua mnyonge kutoka wapi? Mavumbini. Anza kwenye yale mavumbi, kwa mwaminifu. Moyo wako usishikwe na vitu, moyo wako ushikwe na aliyeleta hiyo vitu duniani. Wasaidi.
shughulika na uchumi wangu. Hebu mwambie Bwana, natamani nikuone kwa viwango vikubwa, kama Filisoni wanafanikishwa, kama waganga wa kienyeji wanafanikisha, wewe ni zaidi ya wale uliowaumba. Mwambie Bwana, kanuni ya neno lako ninaitaka asubuhi ya leo, ili nikafanane na ile neema ambayo uliokuwa umeiachilia. Natamani tuombe mbele za Bwana, maana yako mageuzi makubwa ambayo Mungu anayaachilia wakati huu ya Alfa na Omega. Baba unayetupenda, kwa ajili ya mchana wa leo na siku hii ya leo, tunaamini kabisa Bwana, ulipomwita Ibrahimu